Yes, hello Tanzania, mambo vipi? Mimi naitwa Mr. Ndemi hapa The Genius kutoka The Genius Platform. Karibu tena kwenye business battle fulani la uhakika, tuweze kudiscuss mawili matatu ambayo yanakuwa yametrend kwenye mitandao ya kijamii. Na leo tuko na issue ya Mwakinyo, moja kati ya habari ambayo imetembea sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na tukasema leo tuweze kuishusha hapa, tuweze kusimuliana au kuelezana kule kile kitu ambacho unaweza ukawa unakijua. Tumesikia sababu ikiwa issue kubwa imekuwa ni nazi. Nazi. So najua kabisa kuna baadhi ya mikoa mtu haijui nazi. Hata kama anaijua, kuna baadhi ya mikoa hajawahi hata kuongea nazi chakula na vitu vingine kama hivyo. Nazi ni mambo ya pwani. Ndio maana unaweza ukashangaa jamaa kapigwa kisa nazi 6 inakuaje. Kuna watu wanatambua thamani ya nazi. Nazi ina vitu vingi sana, au mti wa mnazi sasa hivi umekuwa una mambo mengi sana. Umeona bana? Kwa hiyo labda tukianza kuangalia minazi mara nyingi inakubali sana kwenye pwani za bahari. Umeona? Lakini ukiangalia minazi inakuwaga na urefu wa kufikia mita mpaka 30 na inakuwa na majani yenye umbo la manyoya. Yani kama manyoya fulani hivi. Kama hujui mnazi, unakuwa kama una umbo la manyoya fulani hivi ambayo yamekaa vizuri kabisa. Lakini mnazi ukiuangalia, au tunda lile la mnazi, ule mnazi una kazi nyingi sana. Nazi inaweza ikatumika kama chakula, lakini pia nazi inaweza ikatumika kama juisi. Umeona, kuna watu wanajua matumizi hayo, lakini watu wanaenda mbali zaidi kwa kuupa thamani tunda hili la mnazi. Kuna watu wanatengenezea mafuta. Umeona bana? Watu wanatengenezea mafuta. Lakini mti wa mnazi umekuwa na sifa nyingine nyingi. Yale majani yake kuna watu wanatumia kuezekea. Kama ulikuwa hujui, kuna nyumba nyingi sana ambazo zimeezekewa minazi. Lakini kuna watu wanatumia yale miti yake au majani yake kutengenezea fensi. Ya unakuta nyumba imefungwa fensi vizuri kabisa. Hayo ni mambo ya pwani. Sana sana vitu hivi vinatokea pwani. Lakini pia ule mti wa mnazi siku hizi kuna watu wanatumia kutengenezea mbao. Unakuta mbao kabisa, labda mbao za milango watu wametengenezea kupitia mti wa mnazi na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia ukiangalia nazi, labda mtaani kwako inauzwaje? Nazi mara nyingi zinaanzia labda 500, zipo za 700, 1500 mpaka 2000. Umeona? Kwa ukiendelea kufanya tathmini ya nazi bana, nazi ni tunda ambalo lina kazi nyingi sana. Lakini ukienda mbali zaidi, kwa watu ambao wamekuwa wakipita, kuna baadhi ya sehemu sijajua kwa nini tunda hili pia linatumika sana kwenye mambo ya giza. Sijajua kwa nini. Yaani unaweza ukapita tu njiani ukakuta labda mapanda njia nazi zimevunjwa, zimeandikwa na vitu vingine kama hivyo. Zimetumika pia nazi. So nazi zina matumizi mengi sana. Kwa hiyo tukirudi labda kwenye kitu ambacho amekifanya Mwakinyo kwa kumwadhibu huyo kijana, kwamba kwa sababu ya nazi 6 kama wanavyosema, sisi hatuna uhakika sana. Nadhani hata wewe umeisikia story inaenda hivyo. So ukifikiria Mwakinyo ni mtu ambaye amejitengenezea jina lake kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kitendo ambacho kimetokea kinaweza kikawa ni sehemu ya kumwangusha Mwakinyo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu mtu ambaye ni kioo cha jamii, au mtu ambaye ni maarufu kwenye jamii, kuna namna anatakiwa aishi, ili aishi kama kioo, na sio kwamba aishi kama mtu ambaye anapaswa kutazamwa kwa jicho baya. Kwa sababu unapofanya tukio kama hilo, kama tunavyosikia kwamba alimpiga na pia akafungulia mbwa zikaendelea kumpa shurba huyo kijana, hata kama anaweza akawa ni mhalifu, lakini kulingana na brand ya Mwakinyo, na yeye akipigana huwa ndio sehemu ya biashara yake. So why apigane bila kulipwa? Kwa hiyo unaangalia wazi kwamba ni kweli anaweza akawa ana historia ya kuibiwa, na wizi unakela sana. Wizi ni kitu ambacho sio kizuri,
na tunatakiwa tukikemee na tuwashauri vijana wengi sana kwamba tabia za kuingia kwenye nyumba za watu sio kitu kizuri. Kuchukua kitu bila idhini ya mtu, uweze ukajua mtu ana plani gani na hicho kitu na vitu vingine kama hivyo. Lakini kwa jina la mjomba Mwakinyo hapa hakutakiwa kufanya kitu kama hicho. Ukiangalia kwa kulingana na brand yake, yeye anatakiwa afanye mambo mengi mazuri kwenye jamii kuliko vitu vibaya. Japo sisi wote ni binadamu na kila mtu ameumbwa na hasira na vitu vingine kama hivyo, lakini ukishakuwa una jina, ni wazi kwamba unatakiwa uweze kuwa na nguvu ya pekee ya kujikontrol kulingana na vitu ambavyo tunakuwa tunakutana navyo kwenye jamii. Ukiwa maarufu sio kwamba ndio inaweza ikakusababisha wewe usikasirike ama usigombane au usifanye nini. So lakini unapotambua nafasi yako kwenye jamii, ni wazi kwamba unapaswa kujikontrol na kuishi vizuri na jamii. Kwa hiyo Kinyo bwana, hapa kwa watu ambao wanatambua nini maana ya brandi, ambacho angetakiwa kufanya ni kwamba yeye anatakiwa kuwa mtu mzuri kwenye jamii zaidi ya kufanya vitu kama hivyo. Yani kuwa mtu mzuri ni muhimu sana zaidi kwa mtu mwenye heshima, kuwa mtu mwenye ukarimu na mwenye moyo mwema hivyo. Lakini pia Mwakinyo, kwa sababu ni mtu ambaye ni maarufu, anatakiwa awe ni mtu kuwa mwenye uwazi. Hiyo inaweza ikasaidia kulinda brand yake, yani kwamba unakuwa tu wewe ni mtu wa kushirikiana na watu, kushare mawazo mazuri, uzoefu wako, na uwe tayari kujibu baadhi ya vitu watu wanapokuwa wanakuuliza, na sio labda kuonesha ubabe kwa sababu labda unapasha sana, una uwezo wa kupigana sana, una uwezo wa kufanya nini. So vitu kama hivyo ni vitu vya kuzingatia ili kuweza kukuza brand yake au kuzuia brand yake isibomoke au isiharibike, kwa sababu ameitengeneza kwa muda mrefu sana. Na kitu kingine kwamba ni kujua wajibu wake. Angetakiwa kujua wajibu wake. Unapokuwa mtu maarufu, unakuwa ni mfano wa kuigwa. Hili linakufanya jua hili na fanya maamuzi yenye heshima na yanayofaa. So ni wazi kwamba ukisha kuwa mtu mwenye umaarufu au mtu ambaye unajulikana, ni lazima uangalie wajibu wako, kujua wajibu wako, kufanya vitu fulani ambavyo ni vya heshima. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kikasaidia kulinda brand yake au kulinda brand ya mtu yoyote maarufu ni kujua ukweli wako au ukweli wake. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu chini ya jua. Kama nilivyosema, kila binadamu ana mapungufu, na ukishakuwa ukatambua kwamba mapungufu yangu yapo sehemu fulani, ni wazi kwamba unakuwa unajiandaa kukabiliana nayo kwa kujiepusha kuingia kuna yale mapungufu. Hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia mtu kukuza au kulinda brandi yake ili isichafuke, kwa sababu brandi au kuwa na jina linaleta vitu vingi sana. Jina linaleta heshima, lakini pia jina kubwa linaleta michongo. Unajua, unapokuwa unajulikana au unafahamika, ni rahisi sana hata watu kukuamini. So unapokuwa na jina, ni vizuri sana kulilinda kwa namna yoyote ile, ili lile jina lisije likachafuka na kuwa linasikika kwa namna ambayo ni ya tofauti. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba kianzia pale kune nazi, tukija hapa kune namna ya kulinda brandi na vitu vingine kama hivyo. So ni vitu ambavyo angetakiwa avifanye bwana Mwakinyo kuliko kupiga na kufungulia pambwa. Lakini hatuwezi kujua ameguswa kiwango gani. Na imani kabisa mdau wangu, wewe una mengi ya kuzungumza au kuongea kuhusiana na hii issue ya Mwakinyo. Natamani kuona comment yako hapo chini. Wewe una battle vipi na hii issue ya Mwakinyo? Wewe unaiongeleaje? Natamani kuona comment yako hapo chini. Mimi naitwa Mr. Ndemi hapa The Genius kutoka The Genius Platform. Karibu tena mpaka wakati mwingine tena.